Huu ni wakati mwingine ambao tunakutana tena katika sehemu ambayo hii ni time ya confession. Ni wakati wa ukiri na kuomba msamaha kwa yale mambo mengi ambayo mtu labda ameyafanya kwenye maisha yake, kwa kujua labda inamsaidia kwa namna moja ama nyingine, lakini mwishoni yanakuja kuwa majuto katika maisha yake. Na hapa tunakutana kwenye time ya confession. Anasema, mama aliniambia wanaume si watu wa kuamini. Mimi na mume wangu tulikuwa vizuri tu, nikapandishwa cheo, kipato kikaongezeka. Tulikuwa tunajenga, tukamalizia nyumba wote. Nilipata dili kazini, nikanunua gari na kujenga nyumba nyingine ya kawaida tu. Hapo ndipo ndugu zangu walianza kuniambia nisimwamini mume wangu na niwe makini naye. Mwanadada anaendelea kusimulia, anasema, nilianza kufanya kila kitu kimya kimya, nikiandika majina ya mama yangu. Mume wangu alipogundua tuligombana sana, nikataka tuachane, ila yeye alisema hapana. Ndugu zangu wakakazania sana nimwache, kwani atakuja kunisumbua baadaye. Nikakubali. Shida ikawa kwa mume wangu. Kila nikimwambia kuhusu kuachana alikuwa anakataa. Nilienda ustawi wa jamii, lakini kote waligoma kunipa talaka mpaka nikubaliane na mume wangu au nitoe sababu ya msingi inayokubalika kisheria. Mama alinishauri kumwekea mtego mume wangu ili aonekane kabaka. Nilimchukua mtoto wa shangazi yangu ambaye alikuwa darasa la 7 na kumleta kwangu. Siku moja niliaga safari ya kikazi. Tukampanga yule binti kuingia chumbani kwangu, kuvua nguo na kupiga kelele za kwamba anabakwa. Alifanya hivyo, akapiga kelele sana. Majirani walisikia wakaja. Mume wangu alipigwa sana siku hiyo. Wakamchukua mpaka polisi. Kule alikuwa kwa usiku mmoja, lakini hali yake ilianza kuwa mbaya. Wakamchukua mpaka hospitalini. Kwa namna alivyompiga, fahamu zake zilikuwa zinarudi na kupotea. Haikuwa tena kesi ya ubakaji, bali mume wangu alikaa hospitalini kwa miezi 6. Kazini akafukuzwa kazi, kwani alishindwa kabisa kufanya kazi. Alikuwa anazimia kila baada ya masaa 2, hawezi kunyanyuka. Mwaka huu mwezi wa kwanza alizimia na kupoteza fahamu kama kawaida yake, lakini hakunyanyuka tena. Aliaga dunia tukiwa tumebaki wawili tu, kwani hata ndugu zake walinisusia. Nimebaki mwenyewe na mwanangu mmoja. Tulikuwa na amani mpaka ndugu walipoingilia kwa sababu ya mali. Leo ametimiza miezi 11 kaburini mume wangu. Natamani hata nikufuate. Sina amani, sina raha na maisha. Amemaliza kusema mama huyu kwa masikitiko makubwa, baada ya haya yote kutokea kwa sababu ya ushauri wa marafiki, mama pamoja na ndugu. Hapa tunapita kwa ajili ya kuweza kuangalia maoni ya wadau ama wananzengo. Huyu anaitwa Singida Dax Bata, anasema mkeo akitamka anataka talaka, mpe muda huo, sio siku hiyo. Hapana, unaweza kuchelewa, na sisitiza muda huo. Mwingine anasema, mimi ndo maana sitakagi ushauri kwenye mahusiano yangu, yaani hata iweje. I say, mimi na Mungu wangu na halmashauri ya moyo bas. Nasema mwingine, hey you girl out there, wekeni lamination comment yangu. Always stand with your hubby. Ndio Mungu aliona anafaa awe wako. Haijalishi mtapitia mangapi, yeye ndo atakaye kuelewa zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Mwingine anasema, mkioa angalieni na familia mnazooa. Second, msiangalie tu upendo, oeni mwanamke mwenye huruma. Hata kama upendo ukiisha, awe na utu. Ameonyesha masikitiko yake makubwa kwa kweli. Mwingine anasema, mwanamke akisema tuachane, hata kama ulikuwa na shughuli ya maana unafanya,
iache, tekeleza kwanza hilo la kuachana. Anasema mwingine, kumtengenezea mtu shutuma ambazo hajafanya ni uuaji. Kabla huyo baba hajafa tayari ulishakuwa umemuua siku nyingi. Laana unayo maisha yako yote. Anasema mwingine, wanawake mwalimu ni kipofu. Msemo wa wazee sijui hata maana yake, lakini mwanaume akipata pesa ndo anawaza kusogea na kuwa na familia yake, lakini hali ni tofauti kwa mwanamke. Anapozidi kupata pesa ndo anawaza kukaa peke yake. Mwingine anasema kwa masikitiko makubwa wakamsingizia tena kumpiga mpaka kupoteza fahamu. Mungu wangu, imeniuma sana. Mwingine akawa amemtagi mdada anaitwa Real Sarah, anamwambia, huyu wewe kabisa unapenda sana kumsikiliza mama kuliko mtu yoyote. Mwenzio anajutia ndugu, sio watu. Ukiamua kukaa na furaha, yeye ndo awe mzazi na kila kitu kwako. Usisikilize watu wa nje. Hii ni confession session, na dada yetu huyu anaelezea maswaibu ambayo amekumbana nayo hadi sasa hivi. Nafsi na dhamiri inamshtaki kutokana na kuhusika kwa namna moja ama nyingine kwenye kifo cha mume wake, na walikuwa kwenye mahusiano yao mazuri, upendo ulikuwa umekolea, mafanikio yalianza kuwatokea, lakini mama akaona ni tatizo kwa upande wao, akamshauri mtoto wake vinginevyo, ndugu akamshauri vinginevyo, lakini mwisho wa siku baada ya hili kubwa kumtokea amesalia peke yake. Anaugulia maumivu haya makubwa ambayo anayapitia kwa sasa baada ya kuhusika kwa namna moja ama nyingine kwenye kutengeneza mtego, na mwisho wa siku mume wake amekuja kupoteza maisha mbele ya mikono yake na mbele ya macho yake. Nadhani kuna jambo ambalo umejifunza. Kama kuna lolote ambalo umejifunza, tuandikie maoni yako katika YouTube channel yetu upande wa maoni, na usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Simulizi TV.